Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo sura ya 35 kuanzia mstari wa 3 nitasoma na wa 5. Biblia inasema, tuondoke tupande kwenda Betheli, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko. Yeye aliyenisikia siku ya shida yangu, akawa pamoja nami katika njia yote niliyoiendea. Mstari wa 5, wakashika njia, hofu ya Mungu ikaishika miji iliyowazunguka, wala hawakuwafuata wana wa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikukaribisha tena katika kipindi chetu cha siku ya leo. Leo ni siku yetu ya 36 na tumeendelea kumuona Mungu katika viwango visivyokuwa vya kawaida. Kuna maandiko ambayo nimeyasoma mahali hapa. Tunaendelea na somo letu la kuwa katika njia sahihi au kukaa ndani ya mfumo wa kimungu. Historia tuliyoisoma inamwonyesha huyu Yakobo anaondoka na familia yake kwa ajili ya kwenda kuijenga madhabahu. Mungu anasema na Yakobo ashike njia kwenda kuijenga madhabahu. Mungu anazungumza na Yakobo aende kuijenga madhabahu. Wakati Yakobo ameshika njia sahihi ya Mungu ya kwenda kumfanyia Mungu madhabahu, na ilikuwa ni kwenda kufanya shukurani kwa Mungu kwa sababu Mungu alimsikia siku ya shida yake, akawa pamoja naye katika njia yote aliyoiendea. Biblia inasema wakashika njia, hofu ya Mungu ikaishika miji inayowazunguka, wala hawakuwafuata wana wa Yakobo. Ilikuwa kuna wale watu ambao tayari wamekuwa kama maadui wa Yakobo na familia yake. Ukumbuke kwamba episode tu nyuma iliyopita, watoto wa Yakobo waliungana pamoja wakaenda kufanya uangamizaji, wakaenda kumuua Shekemu na Hamoni, wakaenda kuwaua wale watu ambao walifanya kituko cha kuweza kumharibu binti ya Yakobo aitwaye Diana. Sasa haya mambo yote yalipotokea, maana yake walitengeneza uadui baina yao pamoja na watu wa mji ule, pamoja na watu wa nchi zilizowazunguka. Lakini Biblia inaniambia kwamba wakati Yakobo pamoja na watoto wake wamechukua njia sahihi ya kwenda kumfanyia Mungu madhabahu, ya kwenda kumfanyia Mungu ibada, ya kwenda kutoa sadaka kwa Bwana, ya kwenda kuijenga madhabahu, kwa sababu ilikuwa njia sahihi. Biblia inasema waliposhika ile njia, hofu ya Mungu ikaishika miji iliyowazunguka, wala hawakuwafuata wana wa Yakobo. Wakati mwingine unapokuwa unafanya kitu sahihi cha kimungu, maadui zako hawana uwezo wa kupambana na wewe tena. Wakati mwingine unapomfanyia Mungu ibada, unapowekeza nguvu zako katika ibada, Mungu huwa ananyamazisha vinywa vya maadui zako. Wakati mwingine unapoamua kufanya jambo la kimungu, maadui zako wote huwa wanakosa nguvu ya kuendelea kusababisha shida, ya kuendelea kusababisha matatizo katika maisha yako. Wakati ambapo unaamua kumtumikia Mungu, wakati ambapo unaamua kufanya kazi ya Mungu kwa uaminifu, wakati ambapo unaamua kuwa upande wa Mungu, wakati ambapo unashika njia sahihi ya kumcha Mungu, adui zako watatawanyika. Adui zako hawatakuwa na nguvu dhidi yako katika jina la Yesu. Ndipo sasa maandiko haya yanatuambia kwamba wakati waliposhika ile njia kwenda kumjengea Mungu madhabahu, wakati waliposhika ile njia kwenda kumfanyia Mungu ibada, ile miji yote iliyowazunguka hawakuwafuata tena, maana Mungu aliishika ile miji. Mungu anaenda kuishika miji yote ambayo ni maadui zako. Hawatakufuata tena kama utaamua kumtumikia Mungu. Hawatakufuata tena kama utaamua kufanya matendo mema yanayompendeza Mungu. Maadui zako hawatakusumbua tena kama utaamua kuwekeza nguvu zako kwa ajili ya kazi ya Bwana. Maadui zako hawatakusumbua tena kama utaamua kutumia nguvu zako kwa ajili ya kuijenga kazi ya Mungu kwa uaminifu. Maadui zako hawatakusumbua tena kama utatumia nguvu zako kumtumikia Mungu aliye hai. Nataka nikwambie siku ya leo, yeyote anayefanya kazi ya Mungu kwa uaminifu, Mungu huwa anakuwa pamoja naye. Yeyote atakayefanya kazi ya Mungu kwa uaminifu, mkono wa Mungu huwa pamoja na yeye. Maadui zake wote Mungu huwatawanya. Ndivyo alivyowatawanya watu wa miji ile.
wakakosa nguvu ya kuwafuatia wana wa Yakobo kwa sababu walikuwa wanaenda kumtumikia Mungu. Nakumbuka stori ya Musa na wana wa Israeli wakati wametoka Misri kwenda Kanaani. Biblia inasema wale maadui walipoanza kuwafuata, Mungu aliweza kuwafutilia mbali katikati ya bahari ya Shamu. Ndivyo Mungu atapigana na adui zako siku ya leo. Ndio Mungu anaenda kupigana na maadui zako siku ya leo. Mungu anaenda kupigana na wote ambao wanapigana na wewe. Mungu anaenda kupigana na wote ambao wanasababisha matatizo katika familia yako, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Kwa sababu umeamua kumtumikia Mungu, kuna jambo Bwana anaenda kulitenda kwa ajili yako. Kwa sababu umeamua kumtumikia Mungu, kuna jambo Mungu anaenda kukufanyia. Kwa sababu umeamua kufanya kazi ya Mungu, kuna jambo Bwana anaenda kulifanya. Maadui zako hawatakuwa na nguvu tena dhidi yako. Kataba kasakataba, magonjwa hayatakuwa na nguvu tena dhidi yako kwa jina la Yesu. Rikataba kasekete mayanda, madeni hayatakuwa na nguvu tena dhidi yako katika jina la Yesu. Rapa kataba kasekete mayanda raba, laana haitakuwa na nguvu tena dhidi yako kwa sababu umeamua kumtumikia Mungu. Kushindwa na kukataliwa na kupungukiwa hakutakuwa na nguvu tena dhidi yako kwa sababu umeamua kumtumikia Mungu. Unapoamua kumtumikia Mungu, ulinzi wa Mungu unakuwa na wewe. Unapoamua kumtumikia Mungu, Mungu anageuza maadui zako kuwa marafiki zako. Unapoamua kumtumikia Mungu kwa uaminifu, kila jambo baya ambalo lilikuwa likupate halitakupata wewe, maana unakuwa kama mboni ya Mungu, maana unakuwa wewe ni mkono wa Mungu. Ripakatapaka seketeba, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Hebu amua kutoka moyoni kwamba utaifanya kazi ya Mungu. Amua kutoka moyoni kumjengea Mungu madhabahu. Amua kutoka moyoni kumtumikia Mungu kwa mali zako. Amua kutoka moyoni kumtumikia Mungu kwa akili zako zote. Amua kutoka moyoni kumtumikia Mungu na elimu yako. Amua kutoka moyoni kuifanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. Mungu anaenda kufungua milango iliyofungwa na wewe unaenda kupokea baraka za Bwana katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nataka nikwambie, kuna aina ya magonjwa unauma. Wakati mwingine magonjwa yanakutesa ni kwa sababu haujashika njia sahihi ya kumtumikia Mungu. Wakati mwingine kuna madeni yanakusumbua ni kwa sababu umeacha kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Wakati mwingine kuna shida zinakutafuna, kuna shida zimeongozana zinakutesa, ni kwa sababu umeacha njia sahihi ya kumtumikia Mungu. Rudi katika njia sahihi na Bwana atawanyamazisha kimya adui zako. Rapakatapakaseketeba, katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea kwa jina la Yesu, Mungu akanyamazishe kimya adui zako. Mungu akanyamazishe kimya watesi wako. Mungu akanyamazishe kimya magonjwa yote. Mungu akanyamazishe kimya umasikini. Mungu akanyamazishe kimya laana zote. Mungu akanyamazishe kimya kila aina ya uovu ambao unafanya kazi kinyume na wewe, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Siku yako imebarikiwa katika jina la Yesu. Kama wewe haujaokoka, ungetamani kumpa Yesu maisha yako siku ya leo, nifuatishe maneno haya. Sema: Bwana Yesu, ninakuja kwako, mimi ni mwenye dhambi. Ninakuamini Bwana leo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nisamehe dhambi zangu, futa jina langu katika kitabu cha hukumu, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Ninaokoka na kukuamini Bwana kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana. Siku yako imebarikiwa. Namba zangu za simu ni 0621 029 725 +255 621 029 725. God bless you. Your day is blessed, na kutuma ukabarikiwe kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Amen.